Najua ni vigumu kiasi gani kwako wewe kuingia darasani licha ya sakata ambayo limetokea. Unajua kumtumia mwanaume picha zako za utupu sio ishara ya upendo. Unaweza kutumia njia nyingine, zawadi na vinginevyo. Mwanaume wako angekuwa anakupenda, asingehitaji picha zako. Kwa sababu kama amefanikiwa kuomba wewe picha, ina maana hata kwa wengine anafanya hivyo. Mwanaume anapokuomba picha za utupu, siku zote mimi nichukulia kama testi. Anataka ajue kuwa wewe ni mwanamke wa kuoa au ni kiburudisho. Hivyo basi, ningekuomba ukumbuke kuwa wewe ni mwanafunzi. Nafikiri ingekuwa vizuri uendekeze masomo kuliko hayo mengine ya mapenzi. Anyway, sijaji hapa kulaumu, lakini nafikiri kuwa unatakiwa kuchagua kati ya mawili. Wafaransa wanasema kuwa pour trier la zéro. Ça j'ai sali ta réputation. C'est à toi de la rendre propre. Kwa kuwa umeanguka, utachagua kati ya kusimama na kuwa imara au kuchukua godoro lai kabisa. Chana mwema. Sehemu hoteli ya National. Ya premium. Tunajisikia hapo mingi sana. Watu sana. Maji machafu haya. Hiyo si sio maji machafu. Unaona bwana. Ndani hapo anakunywa kabisa. No. Mabwana si Zamisha uchi ndani. Zamisha huyo umbwa ndani. C'est quoi? Pourquoi on attend? On va venir te donner verre à pombe ou nini. Tu vas te demander une permission. Il va t'aider juste pour qui? Pour toi. Zamisha ndani huyo. C'est ça. Ndio sana discontinue kufa hiyo ilifuatieni. Hapa ninabadilisha. Alafu sasa kusemeana mwanangu, kusemeana. Hapa ndio inakuisha mwanangu. Endelea kusemeana. Hii ndio bado, hii ndio sana discontinue. Sasa utaandika story leo. C'est la dernière fois, ma. Le discuter, tu me connais tout, tu me présenter. Et si tu veux rester à Madagascar, il faut te mettre à nord. Que tu signes au nord. Sinon, tu vas périr.
Kwani umekuja bila kuvaa viatu vya kufunika? Viatu imechafuka. Haya, aje leo hapa. Piga fimbo tano. Siku hizi mnaleta masiana shule eh? Hapa. Geuka. Sikiliza. Usiyote siku nyingine. Haya, haraka. Kule. Kwa masomo. Siku hizi nyie, jiangalieni sana adabu yenu. Nyie, hapa. Kwa hiyo siku hizi darasa mnataka kuigeuza kama viwaro? Ni dustbin. Njoo. Hivyo. Matokeo wapi? Nataka kufanya hii masomo kama ni sehemu ya kunani ya starehe. Hivi tatizo nini? Tatizo nini? Mbona nyinyi mnakuwa mna adabu? Semeni mmetokea wapi? Na sasa hivi saa ngapi? Hauna sababu. Sikiliza. Nyinyi mmekuwa wanafunzi au mmekuwa walimu ambao mnakuja kutufundisha sisi? Mpaka sisi tuwae masomo nyinyi ndio mfuate sasa. Nyinyi. Kiangalie. Haya, hivi navyo mmekujaje? Kwani mmechafuka hivi? Bien, est-ce que tu es obligé de payer na mango kutakata kwa masomo et puis na tunalipa kwa kazi tu tuache kuingia masomo si huko na kuambia kama vile tuingie masomo. Hiyo adabu hii. Hiyo naitaka. Kicha mwingine huyo. Wewe. Wewe chizi naye katokea wapi? Hapa. Shaona sasa nyie. Adabu zenu hizo. Unapoelekea zinaenda mwishoni kabisa. Na wewe vipi tena? Tunaweza tukaingia? Ukaingia? Nani kawaruhusu mwingine? Mbona umechafuka hivi na midamu? Nimeanguka wakati nakuja shuleni mtoni pale. We. Hapo ulipo lala ndio tulipoamkia. Sasa kunifanya mjinga. Nyie mna damu naye ana damu. Kwa hiyo nasi kuna kitu ndio mtakuwa mmemfanyia ukijana. Sawa? Ndio kuelewa sasa. Wewe kijana, unaweza kuniambia umekuaje hivyo? Kama wamekuonea unaweza kusema. Sababu hao watoto na wajua ni watukutu na ni watundu sana. Sawa? Na endapo unaweza kukataa. Nasema kwamba sijui ili useme urongo. Siwezi nikaruhusu ingie ndani. Naenda nyumbani, piga wiki 2 unaita wazazi. Na ni leo. Haya, sema kweli. Ndasema ukweli. Ndio jinsi ilivyokuwa mwalimu. Sijapata kuona wanafunzi wajinga na wapumbavu kama nyinyi. Wewe, siwezi nikakuruhusu ukiwa unafanana hivyo uende darasani. Kwa hiyo nakuomba kesho uje na mzazi wako. Nenda kabadilisha na nini? Uniform. Sawa? Afu nyinyi. Nafikiri mlichokifanya adhabu yake mnaijua. Sijui unanielewa. Sasa adhabu zenu ziko pale pale. Sawa? Gari masomo haraka. Ila maamuzi nitachukua baadaye. Haraka basi. Wewe, unaenda wapi? Hapa. Afu wewe ni mtoto. Ni mwalimu mwenzangu. Hata wewe. Kwa kweli sivyo kwa kofia. Hivi sasa naona tumefungua masomo ya warasta hapa. Hizo nywele. Kesho uje ukiona nyoa. Nafikiri kesho nikija nakuja na kasi kabisa. Sifanye masuala na shule wewe. Haya. Wewe na vipi? Kwa masomo? Unajua ni kitu cha kuapplaudir sana. Sasa yenyewe wafanya bien kazi yako. Mais inawezekana kesho mimi nilete mzazi. Ndio. Mais mimi kwa tuliza wewe utaleta nani? Siwe kama uanze prepare avocat wala uprepare na wewe mzazi samie. Siwe. Les historiens, je vous ai dit, il y a Dieu Kantadio,
Il a fait beaucoup pour évoluer l'histoire. Il nous a donné beaucoup de choses telles que je vous ai dit la fois passée. Il a prôné pour l'évolution de l'histoire. Et comme vous savez, cette classe, la 5e année, c'est une classe qu'on doit tenir fort en histoire. Parce que c'est une classe qui vous permet d'évoluer et aller passer les exemples. C'est pourquoi vous devez tenir fort. Oui, maman. Ulikuwepo? Nilikuwepo, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Ulikuwepo? Mais parle un peu en français, maman. Oui, ta question? Monsieur, moi je ne comprends pas. Est-ce que Kata Diop c'est qui? Il y a des historiens tels que Jay Kata Diop. C'est un nom anglais, je vous ai dit. Jay, c'est un nom anglais, Kata Diop. Oh, il manque plus que ça. Et vous là, reviens comme ça. Oh là là, c'est le plus beau de la journée. Regarde-moi ça. Eh, monsieur, ici. Rentre, monsieur. Ici, vas-y. Vous venez d'où d'abord? Très sale, je ne sais pas, moche. Vous êtes des élèves ou des gangsters ou comment? Avec qui? Il vous autorise d'entrer comme ça, très sale? Monsieur, si vous manquez quoi nous dire, laissez-nous étudier et continuez de faire votre travail. De toutes les façons, je m'en fous pour vous. Vous vous asseoir, vous tous. Les bandes des incompétents. En tout cas, moi, c'est. Ah oui, on s'en fout d'eux, on continue. Unajua nini Madam Nelly? Leo nimejaribu kujiangalia kwenye kioo. Ndio kama mwili wangu naenda kabisa. So seriously, kiukweli katika hii nyayo yangu na huyu muda natarajia kuwa na mwanamke wa kunitesa na kunielewa katika hichi kitu ninachomwona. Wow, ni jambo nzuri sana. Hivi unafikiri mwanaume mwenye mipango mizuri kama yako anaweza kukosa mwanamke kweli? Mbona wapo wengi sana? Basi nipe kazi nikutafutie pisi kali ambayo inayokustahili. Kama itakuwa ni hivyo, itakuwa jambo rahisi sana. Hata kwa muda huu naongea naye. Nelly, nakupenda. No, ole, hapana. Hicho kitu hakiwezekani. Na hisi ungehamisha hisia zako kwa mtu mwingine. Labda wewe umechoka urafiki wetu. Kwa nini? No, Mr. Pole. Sorry. Muda huu unatakiwa niwe darasani. Continue à la prochaine. Hapana. Mimi sijakuzoea hivyo. Toni, mimi sijakuzoea hivyo kama vile Dania amekuzoea. Unaona? He's make you be ashamed. No, itabidi ufanye kitu. Do something. Yeah, unajua hata kwenye ile shule tunakuamini na tunakuogopa. Yeah. Amenikwaza mie. Sikiliza kwa muda. Mwanaume mjinga hutumia nguvu ili kuaminisha ukubwa wake, na mwanaume mwenye busara hutumia maarifa. Licha ya yeye kujua siri zangu, haimpi fursa ya kufanya chochote anachojisikia kwenye shule hii. Sema tu amenishika pabaya, la sivyo nadhani unajua akili zangu. Wow! Huyu ndo Toni ambaye nilikuwa namhitaji. Huyu ndo Toni. Umeamka sasa. Niko kwa upande wako. Ya, ndio. Do something. Toni. Mwache acheze muziki. Mimi nitapiga kinanda.
Mr. Paul. Yup. Niambie mpango wako na Madam Nelly unafikia wapi? Yaani ni kama haeleweki, simuelewi, so wapi simuelewi. Wasi nimekuambia kwamba pale hutufanyikisha. Pale uwezo kwa faulu. Nishatumikisha nguvu zangu zote bila kinishindikana. So cha ajabu ameniambia kwamba hisia zangu mimi zizamshie kwa mtu mwingine. Yupo sahihi. Na ukiangalia wewe ni mtu mzima tayari. Wewe ni mtu mzima. Una mke ndani, una mtoto. Siku hizi pesa ndio kila kitu. Mr. Pauline, kumbe uko hivyo?